La tatu, Mheshimiwa Mwenyekiti, kamati imeonyesha, nyaraka zinathibitisha mgao wa hizi fedha. Mgao wa hizi fedha. Pesa za umma zimetolewa benki, zimepelekwa benki binafsi. Ndani ya siku moja, Waziri Tibaijuka amepewa bilioni 1 na milioni 600. Mwanasheria mkuu Chenge amepewa bilioni 1 milioni 600. Afisa katika ofisi ya rais anaitwa Shabani Gurumu amepewa milioni 800 sijui ngapi. Askofu sijui padre nani, maafisa wa umma, Ngeleja mbunge na wengine wamepewa pesa. Ndani ya siku moja zimetoka shilingi bilioni 78 zinazodaiwa ni fedha za binafsi, lakini waliohongwa hizo pesa ni maafisa wa umma, ni mawaziri, ni wabunge, maaskofu wetu. Pesa za umma. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa wasiofahamu, IPTL, mgogoro wa IPTL ulianza tangu mwaka 2000, tangu mwaka 94 ilipokuja. Na mwaka 2001 mtu anaitwa Patrick Rutabanzibwa alikuwa katibu mkuu Wizara ya Ardhi. Alitoa ushahidi mahakamani London kwa kiapo. Alisema kwamba Patrick, huyu Rugemalila anayehonga kila mtu huyu, alijaribu kumhonga shilingi milioni 200 ili aruhusu IPTL na ulaji wake. Hii ni kesi ya 2001, miaka 13 iliyopita. Na Patrick Rutabanzibwa alizungumza, na mwingine anaitwa Prosper Victus, alikuwa afisa katika Wizara ya Madini na Nishati. Alijaribu kuhongwa na mtu katika ofisi ya mwanasheria mkuu wakati huo Chenge, anaitwa Mary Ndosi. Prosper Victus aliambiwa atapewa shilingi milioni 100. Na hiyo kesi ya London inazungumzia ukaribu usiokuwa wa afya kati ya mwanasheria mkuu wakati huo Andrew Chenge, ambaye leo amepewa bilioni 1 na milioni 600, na James Rugemalila. Sasa Mheshimiwa Mwenyekiti na waheshimiwa wabunge, hizi fedha ni fedha za wananchi wa nchi hii. Ni fedha za wananchi wa nchi hii. Kuna ushahidi wa kutosha uliopo katika ripoti ya kamati, uliopo katika taarifa mbalimbali unaothibitisha ni fedha za wananchi. Fedha za umma. TRA wamesema hizi ni fedha za umma. CAG, mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali, wamesema hizi ni fedha za umma. TAKUKURU wamesema hizi ni fedha za umma. Watu pekee wanaodai kwamba hizi sio pesa za umma ni wale waliohongwa, wale ambao taarifa hii inaonyesha wamepewa mabilioni. Kama gazeti moja lilivyosema, wamevuna mabilioni ya IPTL. Hao pekee ndio wanaosema hizi ni fedha binafsi. Waheshimiwa wabunge, mpaka mahakama imepata mgao. Majaji milioni 400. Ukiuliza za harusi milioni 400. Katika swala ambalo limekuwa na mgogoro kwa miaka karibu zaidi ya 10 na ngapi, majaji wanapewa mamilioni. Tunahoji, mnasema hizo ni fedha binafsi. Rushwa tupu. Rushwa tupu. Na kwa sababu ni rushwa tupu, Mheshimiwa Mwenyekiti na waheshimiwa wabunge, lazima watu wawajibike. Lazima watu wawajibike. Sasa nimesema, aliyezungumza habari ya kwamba ilipwe ni Prosper Mbena, katibu wa rais. Sasa tunafahamu utaratibu wa kumwimpeach rais ni mgumu. Tuanze na waziri mkuu ambaye tunamweza humu ndani. Wakati tunafikiria namna ya kumwimpeach huyu aliye authorize malipo mabilioni haya, tuanze na hawa ambao tunawaweza. Waziri mkuu, mwanasheria mkuu, Profesa Mwongo,
Profesa Tibaijuka, nani, majizi yote yaliyotajwa humu tuanze nayo. Hawa tunawaweza, na tunawaweza kwa sababu taarifa ya kamati imesema hawa wawajibiki.